umetoka kazini, umechoka, uko exhausted na anakuhitaji ufanye nini? Mazingira haya yanaweza kawa yamekukuta mara nyingi sana. Sasa fanya mambo yafuatayo. Unaweza ukafanya mambo mengi, lakini haya matatu nadhani yatakusaidia sana, na haya huwa nayatumia na wengine pia wameyatumia na kudhihirisha kwamba yanatoa majibu au matokeo yenye uhakika zaidi na kufanya mahusiano yako yawe ya kuridhika kwa kila mmoja wenu. Jambo la kwanza, pale ambapo ukiwa umechoka na mwenzi wako anakuhitaji, fanya jambo hili. Tumia lugha nzuri ya upole, ya upendo, ya kuheshimu, ya unyenyekevu ili kumwelewesha mwenzi wako kuwa ni nini kilichokufanya uchoke na usiweze kutoa huduma ambayo unapaswa kumhudumia kwa wakati huo. Kwa mfano, anaweza kawa anahitaji kuzungumza na wewe au anahitaji kuongea na wewe kwenye simu, anahitaji mjadili jambo fulani, anahitaji umsaidie kazi ndogo ndogo hapo nyumbani, lakini wewe umechoka. Tumia lugha nzuri kumwelewesha kuwa ni nini, na uwe mwaminifu kujenga imani kwamba ni kweli kuna jambo fulani la msingi sana limekuchosha. Pale ambapo unatumia lugha nzuri, ni lazima itakuletea matokeo. Watu wengi sana wamejaribu kuwaelewesha wenzi wao kuwa siwezi nikafanya hiki kwa sasa hivi kwa sababu nimechoka. Umechoka kwa sababu gani? Atahitaji kujua umechoka kwa sababu gani, lakini hawawi waaminifu katika kueleza kwenye sababu iliyowafanya wachoke. Hivyo basi unashindwa kuaminika, na mara kwa mara atakuwa anasema kila wakati ukija wewe umechoka tu. Kwa mfano, tunapokuja kuzungumzia swala la ushiriki wa tendo la ndoa, wengi wao wanarudi nyumbani, wengi wanaume kwa wanawake pia wanarudi nyumbani wakiwa wamechoka, na hivyo kushindwa kushiriki tendo la ndoa kwa mwenzi wake kwa utimilifu, jambo ambalo linaweza likaibua migogoro mingi na kupoteza uaminifu kwa mwenzi. Hivyo basi kuwa mwaminifu katika kueleza kwa kutumia lugha nzuri ya upendo, ya kuheshimu, ya kuthamini na unyenyekevu. Hakika atakuelewa.